Kilifi. Kwa muda wa majuma matatu manne hivi palitokea mzozo wakati County Secretary wa Kilifi alisimamishwa kazi wakati serikali ya Kilifi inaendelea kupanga na kutengeneza serikali yake ili kupeana huduma bora kwa wananchi. CS Mwaro alisimamishwa kazi, na baada ya kusimamishwa kazi alienda kotini na koti ikamruhusu kurudi ofisini. Yeye alifuata sheria na karudi ofisini, lakini huo ndio ulikuwa mwanzo wa ngoma. Alitolewa ofisini kama mwewe aliyeiba kifaranga cha kuku. Unyo kwa unyo, juu kuinuliwa juu, makonde na misukumo. Asante, mimi naitwa Martin Mwaro, ambaye ni katibu wa baraza la mawaziri na mkuu wa utumishi wa umma katika serikali ya gatuzi la Kilifi. Siku ya leo nilikuwa Kilifi kufuatia ushauri ambao nilikuwa nimepewa na mawakili wangu. Kufuatia kusimamishwa kwangu, kulitolewa amri ya koti kwamba niweze kurudi ofisini, na ndio maana leo nilikuwa nimerudi Kilifi ofisini kulingana na amri ama kufuatia amri ile ya koti. Waliohusika wakubwa zaidi ni waheshimiwa wa County Assembly ya Kilifi. Video hii si ya kutoa makosa County Assembly ya Kilifi wala serikali ya Kilifi. Video hii inataka kuelimisha watu wa Kilifi kuhusu siasa za Kenya. Nchi nzima ukitazama kwa sasa, tangu devolution ianze, kumekuwa na vita. Kila County Assembly ina vita. Kilifi hamjaona vita nyinyi. Hii ilikuwa ni tela hii. Machakos County Assembly juzi ilichomwa. Ilichomeka, ikachomwa na waheshimiwa, and nothing happened. Isiolo washawahi choma yao. Kirinyaga, vita vimetokea vingi sana na waheshimiwa katika hizi bunge za County Assembly, na kesi zao zinaishianga kwa hewa. Juzi ulisikia kuna County Assembly iko na mabunge mawili. Si ulisikia wewe? Well, the Senate Devolution Committee was left stunned after revelations that Nyamira County is operating with 2 parallel county assemblies, each holding sittings in separate chambers. The committee heard that both factions have been independently writing to the Office of the Controller of Budget, seeking approval to withdraw public funds. Stephen Latour reports. The major problem we have on the chair is the Nyamira County Assembly has turned dishonorable. On the chair, give me an opportunity to speak. Apparently, it has emerged that there are 2 county assemblies in the county of Nyamira, each holding assembly sittings on daily basis, fully equipped with their own assembly speaker, sitting space, assembly clerk, sergeant at arms, and a mace. I asked the question earlier. Okay. Where is the mess and where is the and where do we have the answer? The mess is with the main county assembly, and we are here with the chief sergeant at arms, and is in possession of that mess. Thank you. And the answer remains
in the main county assembly. A mess is a symbol of authority. Where is the authority and the mess? They must be together. So if I bring a mess and I give it to you, Honorable Chair, will you become the Speaker of Nyamira County Assembly? Embattled Speaker Enoch Okero was impeached 4 months ago, gazetted 4 areas and termed as Bunge Mashinani, where they currently hold sittings since the main assembly is a no-go zone. The ousted speaker had challenged his impeachment in court, and the matter is active in court. Yes, because I'm a member because, you know, under Section County Government Act, Section 7B, that will be done by our team. a speaker is a member, an ex officio. No, you are an elected member of the assembly. Elected member or nominated? Elected. Specifically, Karenya Ward. Okay. Have you been The other faction, on the other hand, holds parallel assembly sittings led by Deputy Speaker and self-proclaimed Speaker, Third Years Nyabaro. At one point during the session, almost degenerated in a fist fight, as senators from the neighboring counties of Nyamira, Senator Okongo Omogeni, and Kisii, Senator Richard Onyonka engaged in a bitter exchange. Honorable Onyonka is a very experienced politician, but on issues dealing with the law, he can get it absolutely wrong. If Honorable Council thinks I'm not able to understand the law to bring a substantive motion to this committee, we discuss that first before you can interrogate. What I am saying... Controller of Budget Margaret Nyakango, who also appeared before the committee, told the session that her office has been receiving letters from the two Nyamira assemblies, and her office has been wondering which letter to process. There were letters, sporadic letters coming from here and here, telling us, you know, I'm now this, I'm now that. So we ask that they confirm who the bona fide office holders are. Please have one county assembly. The issues that have come here before this afternoon, if they are not resolved, they'll degenerate to something worse. The two groups returned to Nyamira with no solution, with each maintaining hardline stands to hold their sessions in respective chambers during Wednesday's sittings. Walihojiwa wako na two parliaments. They have two speakers and they have two parliaments in one county. Bunge la Senate likawaita. Hao pia walibaki na kustaajabu ya Musa. Siasa za county assembly ni ngumu sana. Achana nazo wewe mpiga kura. Hutaziweza. Kilifi ambako ndio nyumbani. Baada ya kukaa na Gavana Kingi Tambili, hiyo ni miaka 10 katika serikali ya Kilifi. Nimeona mengi sana. Nimejifunza mengi sana kuhusu siasa na serikali. Mambo mengi yanafanywa hapa nyuma. Wewe ukiletewa kwa meza hivi, hapa nyuma ndio kuna mchezo. Na hapa ndo patamu. Na hapo ndipo nilipo. Hapo nyuma. Sasa Gavana Mung'aro kapeleka bajeti yake bunge. Ya kawaida. The executive has to take their estimates, budget estimates to parliament to be passed. That is by the law. Whether we like it or not, whether the budget is overboard, whether the budget is rigged, whether the budget is double digits or what, it has to go to parliament. That's number one. Number two, we have a committee, the budget committee, ambayo kazi yake ni kuangalia estimates za serikali. Budget committee iko under the masses of the speaker and the whole house. The speaker can decide, no, hii budget itaangaliwa na watu wote. Sio committee ya watu 15 peke yake ama watu 11. Na hapo ndipo kizaazaa cha Kilifi kimeanza.
committee haitaki budget ya whole house. Yani committee haitaki the whole house wa discuss budget. Na committee ya budget inasema ni lazima idiskasiwe na committee. Akili kichwani mtu wangu. Akili kichwani mtu wangu. Wewe mpiga kura. Samahani lakini kazi yangu na wewe ni kupiga kura na kuweka watu kwa maofisi. Walio maofisini huamua watakavyo. Ndio sisi tulioko nje tupate miradi ama tukose. Ibrahim Matumbo ambaye ndiye kiranja wa wengi ama majority leader wa bunge, ambaye yeye ndiye right hand man wa governor. Ibrahim Matumbo hana makosa yeyote. Ibrahim Matumbo is number one dog of the governor. Ibrahim Matumbo, I salute you. Congratulations. Huna makosa. And don't be pushed by anyone. Do your work. Kazi yako wewe ni kutetea serikali. Tetea serikali. Hata kama serikali iko na makosa, tetea serikali. Story baadaye. Hiyo ndio kazi ya majority leader. Kwani hamuonangi Ishungwa nyinyi anatukanwa National Assembly? Unajua kabisa hapa Ishungwa amekosa, lakini anatukanwa hivyo hivyo. Na Ishungwa hata angali kando, anaangalia pale, ameambiwa kanyage. Ni hapo. So guys, the bottom line is it's all about interests. We voters, we are the one who are killing our county assemblies. Political interests are very high. Political interests from the MPs, political interest from the MCAs, political interest from the national government, political interest from party leaders, political interest, of course, from the executive, the governor, political interests. This is what is killing the county assemblies. Number two, leadership interests. Everyone wants to show that I am the leader. Matumbo, utalaumiwa. Najua mimi wengi watanichukia because sita supporti vile wengi wanasema, kwa sababu hawaelewi siasa. Mama uliopigwa, pole kama ulipigwa, pole sana. Na karibu katika ulimwengu wa siasa. Heri wewe ulipigwa. Wengi ufa katika bunge. Juzi wiki iliyopita Nairobi governor alizika MCA wake baada ya kuwekewa sumu akiwa club. Meanwhile, Kariobangi North Ward member of County Assembly Joel Munuve has passed away. According to the Speaker of the Nairobi County Assembly, Kennedy Ongondi, Munuve collapsed while being rushed to the hospital by his friend and passed away outside the AAR hospital along Kiambu Road. Several leaders have eulogized the deceased as a leader who was dedicated to serving his people and the public with respect, dignity, and who believed in good governance, adding that his demise has left a void not only for the people of Kariobangi North, but as a country at large. However, concerns have been raised about his demise, with some of his colleagues alleging that he had complained several times of receiving threats. Honorable Munuve was a dedicated leader, a tireless servant of the people, and a passionate voice in the assembly. His relentless
relentless commitment to the residents of Kariobangi North and the greater ideals of public service will be remembered with immense respect and admiration. It's very unfortunate that we've lost such a vibrant colleague, member, who was really committed and would not hesitate to speak his... Akili kichwani. MCA aliyekewa sumu akiwa club na akakufa. Anaitwa Honorable Munuve. Alizikwa nyumbani kwake, gorofa kubwa sana ameacha. Reason is interest of the parliament. MCA mwingine afikiri ni wa Mandera alipotea almost 6 months ajulikani ako wapi. Assembly Yusuf Hussein Ahmed, who was abducted by unknown people and held hostage for 6 months, now claims his abduction was orchestrated and executed by the governor of Wajir County. The MCA says his stand against the county's 2024 budget triggered his abduction and torture. Wajir Governor Ahmed Abdullahi Mohammed has refuted the claims, terming them political. In an interview, the governor said he would take legal action against the MCA for defamation of his character, which poses a threat to his political career. Hussein Ahmed, the Dela Ward MCA who was abducted by armed gunmen while in Nairobi along Enterprise Road on 13th of August 2024, has come forward to give his version of what he claims caused his ordeal. The MCA, who was freed on the 8th of March 2025, claims his abduction was orchestrated and executed by the governor of Wajir County and that it almost cost his life. I arrived in Nairobi on 12 September 2024, eagerly waiting to attend our meeting with the governor on Sunday. Friday, 13 September 2024 at 9 p.m. while coming from South Sea State, Nairobi, riding a taxi along Enterprise Road, I was forcefully abducted by unknown masked gunmen. In his statement, the Dela Ward MCA further alleges his strong stand against the 2024 Wajir County budget triggered his abduction. He says the budget was thereafter passed while he was held captive. Allegations that have been refuted by the county boss who termed them baseless. And my experience and interaction with my abductors all had the fingerprint, caught me this one, all had the fingerprint and influence of Wajir Governor, His Excellency Ahmed Abdullahi. Why would I take my brother through such suffering? Because of a budget process. There is more than meets the eye in this thing. The county boss termed the allegations serious, accusing the MCA of a political witch hunt. Governor Ahmed saying he would record a statement with the police and pursue legal redress. Someone can actually take out Yusuf. I share the political space with people who can do that. I will never, can never harm anybody for politics. This was all choreographed. This is why, until this matter is investigated, and until Yusuf provides proof of the allegations he made, or pays for what he said in a court of law, in accordance with the law. The important questions on who abducted the ward representative, where he was held and who was responsible for his abduction remain without clear answers. He is a leader. We will hold him to his words. Ameenda underground 6 months, either alitakwa nyara ama aliogopa hakimbia. Alisurface juzi April. Since last year ameresurface juzi. Jiulize kwa nini? Mheshimiwa unayedai kwamba ulipigwa, pole. But usitarajie maisha mepesi bungeni. Hii bunge ni ya wahuni. Hawa watu ni watu lakini wamekuwa wahuni. Wametumwa na malengo. Ni lazima hii budget ipite. Kufa dereva, kufa makanga. Ni lazima ipite. Sisi wengine huku nje ni lazima tukashifu. Tuseme hapana. Pesa ni nyingi zimewekea matakataka. Groups ziko nyingi za social media zimefunguliwa ambazo zinapinga estimates za budget. That is
very much okay. But still, remember, the government functions and the government has to move on. I was told that public has to make noise. If the public is not making noise, there is a problem. Listen to me again. The public has to make noise. If the public is not making noise, then the government has to be worried. Lazima ijiulize, hawa wananchi wanapanga nini? Mbona wapigi kelele? Yes. And that is the work of the government. The government needs noise. And these noise are good. Keep making those noise. I am not against you. And I am not supporting the government. I am speaking on the point of politics. That Matumbo is right. That whoever alipiga mama pole, but lazima matakwa ya serikali yatimie. Najua mtanichukia kwa hii video, lakini poleni. Poleni sana. Najua leo mmekashifu sana Matumbo, mkamuita hafai, mkamuita yani nani, but Matumbo is right. Tumefedheheshwa na kisa ambacho kimefanywa ama ukatili ambao umefanywa na mheshimiwa Ibrahim Matumbo pamoja na mheshimiwa mwenzake Twahiri yule wa kule kule Shela Ward. Yale walioyafanya jana kwa uhakika si jambo la kibinadamu. Hawa waheshimiwa wawili jana walichukua jukumu la kumpiga makofi na kumtia mahedi mheshimiwa Elina Mapenzi ambaye ni nominated MCA wa UDA. Sasa sisi tumefedheheshwa na kile kitendo. Kwa nini wanaume wawili kwenda kumvamia yule mwanamke mmoja ndani ya bunge na kumpiga mahedi na kumvua nguo mpaka kutoka na bra katika bunge? In the midst of all wrongs, Matumbo is right. Yes, Matumbo is right. Ask yourself a question. The Speaker of the Assembly was in that meeting, the alleged meeting whereby Matumbo and Twahir and the other MCA lady alleges the scuffle, alleges the push and pull. Muliona hiyo tweet ya Speaker vile alisema Facebook. If this is true, that was the language. If this is true, so many lugha za watu wakiandika. There's no point, there's nowhere the Speaker will say it is true there was fight. He will never say that. Even if there was fight, he will never say that. He will be impeached tomorrow. He will go home tomorrow. He is in the masses of Ibrahim Matumbo and other MCAs. He has to play safe. I know that this video will not go well, but that is the truth. That is the truth. And they are planning to impeach the Speaker. That is politics. Yes. Siasa ni kama mtego. Unatega. Ukiona mwenzako amezubaa unamtega. Akishikwa anangolewa. So the MCAs might feel, or the executive might feel, the Speaker is not doing them justice. They have to remove him. Well and good. That is politics. The Speaker has to play safe. The Speaker has to play smart. The Speaker has to use all the resources he has to make sure he stays in that seat until 2027. Kilifi, hamjaona vita. Hakuna kitu kilifanyika jana. Mama nasema bra ilidaruliwa. Mimi naitwa Medza Mwangemi, niko na Oscar Nyoho, napiga hii simu kutoka Msenangu FM Mombasa. Nazungumza na Mheshimiwa Elina. Ndio mimi.
Asante. Sasa mheshimiwa Pole, tumekutafuta asubuhi, najua bado ulikuwa umepumzika mwenyewe, lakini tumekutafuta kuna hizi habari ama kuna haya madai ambayo kwamba yamesambaa kwamba jana mlikuwa kwenye mkutano alafu kwa bahati mbaya pale ukaweza kukawa na vurugu pale, ukapigwa na baadhi ya waheshimiwa ama kama mlikuwa pamoja kwenye kikao. So sijui unazungumziaje haya madai? Kweli kwamba ulipigwa? Ni ukweli. Ni kweli walikupiga? Mheshimiwa nani waliokupiga? Ibrahim Abdi Matumbo na Tahir Abdul Karim Mohamed. Yule lead of majority nilikuwa nimekaa next to him. Akagonga meza, nikamuuliza kwani unataka unipige? Kumuuliza hivyo akainuka akanipiga. Alivonipiga sasa yule Matumbo nikawa nami najitetea. Clark akaja akanishika mimi. Wale wengine wakamshika huyo Ibrahim. Sasa Clark ananiambia tutoke nje, tuna face mlango mimi na yeye. Amenishika hivyo, amenitia kwa kifua unaona. Akainuka huyo Tahiri akaja akanitia ngumi ya huko mgongoni. So kwa jinsi walivyokupiga labda mheshimiwa kuna uliumia popote? Niliumia mgongo, maana hiyo ngumi ya huyo Tahiri ilinumiza vibaya sana. Alafu Ibrahim aliniraruria nguo, alirarua hiyo dress ilikuwa nimevaa bado zikakatika, akakata hadi bra. Mama pole, lakini karibu katika uwanja wa siasa. Mimi ni James Mlay, and this is MTV. Thank you.